Wewe nao vipi? Si tumeongea vizuri uje kunisaidia nipate simu yangu. Anakudanganya, mimi si dada yake. Huh? Allah! 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 I'm going through a lot of problems. Na ni mimi nilijiletea. We boy, mimi ni mtu mbaya sana. Ni iwapo utaendelea kumfuata, nitakufanya kitu kibaya. Basi. Nisamee kaka, nisamee. Tafuta nini? Hamna bana, kuna boya mmoja alikuwa ameiba simu yangu ila sio wewe, nisamee. Ndio nilikuwa tunamfuata, sio wewe. Nilikuwa tunafuata boya mmoja tu hivi, aliyekamata simu yangu sio wewe. Basi mimi sina shida na sina shida. Naweza ondoka tu basi mimi, na isijirudie tena. Umefuata miguu zako. Unanifuata mahali naenda. Basi. Au boy basi ni wewe, basi nipe simu yangu. Allah! 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 Dada samahani kidogo. Samahani, mimi naitoka Kablewa. Na mimi naishi mtaa wa pili pale nje. Kwa hiyo nilikuwa nataka unisaidie. Kuna boya mmoja ameniibia simu yangu. Sasa mimi basi yako nitaka mimi nisaidie aje? Nilikuwa nataka tu tuongozane mimi na wewe unisaidie angalau niweze kupata simu yangu kwa sababu mimi sina utajiri wowote. Kwa hiyo una pesa ngapi? Wewe nawe maneno na hela. Basi nitakupa tu 200. Nakupa 200 unisaidie basi. Hiyo ni kidogo sana. Ongezea 200 nitakusaidia. Kumbe kidogo. Sawa. Nitakuongezea 500. Nitakuongezea 500. Naitwa Esther. Ila mimi na boyfriend. Yaani unaona huyo boya? Yaani leo lazima anitambue. Lazima atambue kama kwa hii kijiji mimi ndo bingwa wewe mtaa. Yaani huyu mtaa wote lazima wajue Kakablewa. Yaani jamaa ananichukulia simu yangu. Basi cha msingi na kuomba dada wewe tuongozane mimi na wewe ndajua atakufanya huko mbele. Sawa, haina shida. Twende. Twende tu nitacheza kama mimi. Atanijua leo, yaani leo ndio atanijua. Amecheza na mbaya. Nani anakuja kucheza na mimi? Atanijua kama leo mimi ndo Kakablewa. Sasa twende tumuonyeshe. Yaani huyo boya tu. Kifala tu fulani kinakuja kuniibia simu yangu. Wakati hiyo simu nimenunua hela mingi sana. Nimechangisha tu wewe. Twende tu bwana. Atanijua mimi anakuja kucheza na mimi. Yule kaka mwenyewe yule. Unamuona? Twende lazima anipe simu yangu. Wewe boya ulikuwa unanichanganya. Ulikuwa unanichezea. Sasa nimekuja hapa na dada yangu, ni askari. Allah! Allah! Wewe sikiza boy. Hapa nilipo, hakuna kitu nakupea wala simu yoyote unaipata. Dada, mwambie anipe simu yangu basi. Wewe nani dada yako? Kwa hiyo boya, unataka kunichanganya sio? Ukimwona huyu anaonekana kuwa dadako. Wewe nao vipi? Si tumeongea vizuri uje kunisaidia nipate simu yangu. Anakudanganya, mimi si dada yake. Nisikilize. Mimi naona wewe kifo kinakufuata. Mimi nakupa onyo na bado unanifuata. Nataka muniombee. Wewe boya bana, wewe vipi? Huyu dada yangu askari, lakini huwa anakuwa hivi anacheza chini ya maji. So mimi nataka simu yangu bana. Mimi si dada yake. Sasa utulie basi anipe simu yangu. Usitaki kuona upande wangu wa pili.
Mimi nataka simu yangu basi. Unaona boya bana. Huyu yani anacheza chini ni wajinai. So naomba unipe simu yangu basi. Naomba unipe simu yangu. Baby. Au mtu mpuuze tu. Au ichokora ona vampenya ka. Huyu asikutishie. Mwambia nipe simu basi nisaidie tu ndakupa video agizana. Ngapi hiyo? Video agizana ndakupa shilingi 200 basi. Hiyo kidogo ongeza 200. Allah. 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 Alafu baby. Mimi hapa naweza kukupa 100,000 kwa siku. Naweza kukupa 100,000 kwa siku. Bora tu nikubalie. Ulikuwa umefuata simu yako. Lakini sasa nakupa makofi. Basi mimi nipe simu yangu basi. Nipe simu yangu. Mwambie basi hata angalau nipe simu yangu. Boya. Nilikukataza bado unanifuatilia. Mimi nataka simu yangu. Nani amechukua simu yako? Wewe ulichukua tu basi. Wewe sikizini usijachanganya. Allah. Allah. Huyu brother. Na mbona analeta hapa hivi ushenzi? Hadi mimi simuelewi. Mimi si brother yake. Basi brother. Oh kweli? Nina jambo moja naweza kuambia. Kweli wewe dada mzuri. Asante. Naweza nikwenda na wewe mahali fulani. Wapi uko? Nina mtongo fulani. Na naona unaweza nisaidia. Unaonekana mcheshi. Gani hiyo? Kuna mzee fulani hapo juu. Alichukua deni yangu. Na amekataa kunilipa. Lakini naona una confidence nzuri. Unaweza kunisaidia akanipa deni langu. Ila unaongea sana. Alafu mimi nitakugawia nusu ya hiyo pesa. Pesa ngapi hiyo? Ni 20,000. Haina shida. Mkani upande wa hela, twende. Sawa basi naweza. Nataka muniombe. I'm going through a lot of problems. Na ni mimi nilijiletea. I don't want peace. I want problems always. Yule ni boyfriend wangu. Boyfriend wako? Hatuwezi endelea. Kweli. My lord, I wonder. Yeah? We boya, wewe ndio unajua kutembea na wanawake za watu. We boya, wewe nani pako nitishie mimi? Sikiliza nikwambie. Unajua yule mwanamke ni wangu. We boya, tuliza. Hii ni macho ya simba. Usinitishie. Hivi unanijua katika mtaa wote? Sikiliza nikwambie. Kitu pekee kinachomponza kuku kwa mganga ni rangi yake. Allah. Allah. Habari zenu nyinyi wa baba. Wewe mtoto mdogo unapita si wa baba. Wewe hauna adabu wewe. Mimi nitakavuruga haka katoto. Unajua nini ndugu yangu? Mimi nitakavuruga. Yaani kule tumetoka tumevurugika, hapa pia katoto kanataka kutuvuruga. Wewe usijichanganye, nitakupiga hii mangala yako wewe. Nitakupiga sasa hivi bana. Mimi naweza kapiga bana. Sikiza kaka. Nakumbuka mara ya mwisho ukichokoza katoto kalikufanyia nini? Mimi acha hizo bana. Mimi sijali hata kama kalinibadilisha jinsia. Sasa hivi mimi yani ni msafi kabisa. Mimi najua wataalamu. Mimi najua na wataalamu. Mimi nikavuruge, nikavuza adabu. Wewe jichanganye na wataalamu wako. Mimi lazima ndakavuruga, mimi lazima nikavuruge. Mimi sijali kama nikachawi nini, mimi ndakavuruga. Mimi si mtoto. Wewe sio mtoto.
Sasa mbona wewe ni mfupi na sisi ni warefu? Kumaanisha kwamba wewe ni mtoto na sisi ni watu wazima. Sasa katakuaje katuka kubwa afu wakati nikafupi hivi. Unajua vitu zingine ni kama mimi naisia ni upumbavu tu. Mimi naona hata tuondoke tu. Sitaki muende kwa mganga, rudi nyumbani sasa hivi. Mimi kule nimetoka tumevurugika. Huku tunaelekea kwa mganga kamejuaje kama tunaenda mganga? Wewe nisikize. Nasema hivi, kitu pekee kinachomponza huku kwa mganga ni rangi yake. Rangi gani? Wewe jiponze mwenyewe. Sisi tunataka kuwa matajiri na tumeongea vizuri tunaenda kwa mganga. Kwa hivyo haka nika nini haka katuzuie? Twende bana. Wewe jiulize mbona tukametumsimamia. Tuendelee na safari zetu. Tuondoke. Hapana. Unaona kanasema msiende kwa mganga. Tusiende kwa tunaenda. Huko kwa mganga ndo tunaenda. Tunaishia huko kaka. Alafu kanijuaje tunaenda kwa mganga? Allah. Maneno ya kishirikina ni mengi kakaangu, mimi nakwambia. Akanaweza kuwa nikachawi. Sasa umeniambia Samuel, naogopa sana nikikaguza hivi. Kanaweza kupotea pale. Unaona kaliyeyuka kwa wewe unakumbuka wakati ulikutana na mtoto mdogo akakubadilisha jinsia? Mbavu tu. Wewe mimi Msiposikia ndawaua. Kwa hiyo mnataka niwaitie mama yangu? Kwani mama yake iko wapi? Kuna mama yake mahali? Unaita mama wa nini? Mimi huwa sibahatishi. Nataka muniombee. Alafu ni katoto. Alafu kanaongea maneno ya ajabu. Kijana, acha ujeuri. Wewe, wacha kujichanganya. Mama! Mama? Wewe unaita mama wa nini? Wewe mama yupi wewe? Mama yupi wewe? Wewe sisi watu wazima wewe usituchanganye kwa kuvuruga tu. Allah! Mambo gani? Allah! Mama, washughulikie. Nataka muniombee. Leo mmeyakanyaga. I'm going through a lot of problems. Wewe mama usituchanganye sisi watu wazima wewe nyinyi ndiye mnanichokozea mtoto wangu. Wana ujeuri sana. My lord, I wonder. Leo mmeyakanyaga. Wewe mna nini cha kunitishia mimi? Ondoka nao. Aondoke na sisi. Usijali mwanangu, hawana washughulikia tu. Kangu tumeisha. Kama kuna siku tumeangalia leo. Mama, washughulikie. Ndio mwanangu. Na washughulikie tu sasa. Sawa, wewe nenda nyumbani. Nyama yenyu lazima nile kwa pilau. Allah! 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 Pumbavu nyinyi. Wewe tutakuvuruga wewe mambo tutakuvuruga. Allah! Allah! Kwani umetuleta wapi hapa? Hapo ni wapi? Kaka tumeisha. Tusamee. Kaka nilikwambia usikachokoze kale katoto. Sio ni wewe mwenyewe nilikwambia. Basi tuachilie turuhusu tuende nyumbani, sisi tuna familia. Mimi mtu kama mimi. Nyonga na wanyonga. Tuone hivi hatujaacha sapa. Wangata nyinyi. Mimi ni mtu wa familia. Mimi na familia nyumbani. Basi turuhusu tu tuondoke, tutakuja siku nyingine. Mimi kwa mtu wa Mungu, Mungu na huruma. Kumuomba. Dada, nimeona mzigo sio mbaya. My lord, dada, I wonder. Hao leo si wabaya. Naona unafanya kazi nzuri. Allah! Allah! Hiyo ni kitu kidogo sana. Nawaandaa vizuri. Nataka muniombee. I'm going through a lot of problems. Na ni mimi nipo ndani. Naandaa mchuzi. Nimesha hivi. Nyama yao lazima tuile kwa pilau. Allah! Wanachukua kwa kaka sisi zaisha. Wanakata sikio. Nilikuwa nimeona.
Hakikisha hizo vichwa umetoa nywele. Tukimbie basi. Usijali kaka. Nataka muniombe. I'm going through a lot of problems. Allah. Lakini nilikwambia na kutumia mzigo. Hebu bana, hebu acha ya mambo. Wewe mwanangu vipi? Kidogo nakupigia. Mwanangu unajua nini? Kwenye mtaa wachao wamenizidi. Yaani hii imezidi chuma ulete. Haikui kama kila siku mimi nikiweka pale nyumbani kitu kinapotea. Kinapotea kimujiza. Na kwenye mtaa tuko na mwenyekiti. Kazi yake ni gani? Tulia kwanza. Tulia. Haya mambo ongea vizuri nikuelewe. Sasa ukija tu na baba yuko nitakusikia ndaelewa lipi niache. Haiwezekani bana. Yaani mimi nimetoka pale nyumbani, nikapika chai yangu vizuri nikaweka nje na mkate. Nikasema ngoje niingie ndani nitafute kikombe ili nikague. Lakini baada ya kuingia ndani kutoka nje nakuta hamna kitu bana. Unamaanisha unaibiwa mpaka chai? Mimi naibiwa kila kitu, yani imezidi. Da. Mtu anawezaje kuibia chai lakini? Chai mtu akuibia chai? Hebu ngoja kwanza niweke. Sasa sikiza nikuambie. Umekuja kwanza ukaniambia mambo na wachawi. Unajua mimi najua historia za wachawi vizuri. Kama ni mchawi ndiye amebeba flaski yako na mkate, achana na mambo ya wachawi kabisa. Wewe endelea kupika chai ukiweka hapo waje wakunywe. Lakini ukifuatilia mambo na wachawi watakuua. Hili limeniuma sana. Hili limeniumiza. Allah. Oh mwanangu, wewe unaona hii ni sawa? Watakuua mimi nakwambia. Waachie flaska wanywe chai kama waachie. Oh mwanangu, hii sio sawa kabisa. Yaani itakuwaje? Mimi yani kila siku ile nikaweka nje simu yangu. Simu yangu leo nimenunua jana tu nishanunua. Yaani nilinunua kama leo, kesho yake sasa kuweka nje simu pia ikapotea. Hivi hiyo ni sawa kweli? Alafu unaniambia unanishauri kwamba niachane nao. Kwa hivyo unamaanisha kujionyesha mkuu mkali, si ndio? Yaani leo ndo wameyakanyaga. Ndio wameyakanyaga. Kwa kaka Beo hapo wameyakanyaga. Afadhali kama ingekuwa kwako, lakini kwangu. Sasa mimi nakupatia ushauri tu kama ndugu yako. Ukijiingiza kwa vita ya wachawi, hautamaliza vizuri. Wachawi si watu wazuri mimi nakwambia kaka. Sikia sasa nikwambie, natoka hapa mguu wangu moja kwa moja mpaka kwa mwenyekiti. Naenda kumuuliza, iweje sisi kwenye huu mtaa tumemchagua atusaidie, lakini wachawi wanatusumbua. Sasa naenda nikitoka pale, ndachukua panga langu, naenda mpaka kwa hao wachawi na wajua namaliza mmoja baada ya mwingine. Watakusimulia. Unajua mimi najua jambo moja tu. Asiyesikia la mkuu, basi uvunjika guu. Na wewe kama hutaki kunisikia, sina ushauri mwingine kupita hapo. Sikia nikwambie, kama unajua wewe ni shirika la misaada, nenda kafungue kanisa, lakini mimi ushauri wako mimi sitaki. Sikia nikwambie, nikitoka hapa moja kwa moja, nielekea kwa mwenyekiti. Nikitoka pale, utasikia wachawi, naenda kuangamiza wachawi wote, sitaki kujua ni mchawi ni wote. Haiwezekani bana, haiwezekani. Sikia nikwambie. Haiwezekani. Mimi natoka hapa moja kwa moja mpaka kwa mwenyekiti, watakusimulia. Sasa hizo maushauri zako baki nazo, mimi sizihitaji. Allah. Allah. Anajua kama kutobeo ni nani kwenye wachawi, toka nje. Wewe bilinda wewe, toka nje. Leo nimekuja kukatakata. Nyinyi ndio mnakuja hapa wachawi. Yaani mwenyekiti ameshindwa na majukumu yake. Sasa mimi nimeamua kuchukua sheria mkononi. Hebu toka nje. Hapa ni kukukatakata, hakuna cha kukusamea. Na usije kama unaniomba kwa sababu hapa hakuna msamaha. Toka nje. Kama unasikia na kufanyia kitu kibaya. Kwa nini utanifanya nini? Eti ndakufanya nini? Allah. 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 We dada, hivi wewe uko na akili?
Kila wakati unachukua tu wanaume za watu. Afu we dada. Kile mbio unakimbia. Hilo ndio jambo pekee yake ulikuwa uniambie ama kuna lingine labda? Haya. Mimi nakusikiza hapa. Umechukua mume wangu. Eti nini? Bwana. Wewe mwenyewe unapewa 50 ya sukuma kila siku. Jipango katoa 10 siku ngapi? Weka hata leni za shule za mwanafunzi mtoto mdogo wa shule. Angalau kabadilishe sura. Wewe mwenyewe sura unaangalia umeweka mapembe zimesimama. Eti mume wangu. Mume wangu nini? Kila siku mume wangu haingii ndani sababu yako. Wewe vipi we dada? Unang'aria tu pesa za wanaume za watu. Mume wako. Sasa mwenyewe angalie. Hivi wewe unanijua ama unijui? Unanitambua vizuri? Tusikosane. Nasitaki kumwaga damu. Tafuta mume wako, achana na mume wa watu. Afu kitu cha kwanza naweza kuambia. Mwenyewe unaniambia mtoto umeumbeka. Hata tako wenyewe hauna. Una nini wewe? Unanishindia nini? Shuka tu peke yake. Afu midera, mbona unavaa midera? Midera ndio wekea mwanaume, aone. Badilisha. Siwezi. Nakupea onyo dada. Achana na mume wangu. Kama utasikia na kufanyia kitu kibaya. Kwani utanifanya nini? Eti ndakufanya nini? Eti mwanaume mwenyewe anakaa chokola tu wale pale sokoni. Anakotokota tu maviazi auze ili mpate riziki ya siku. Wewe unaniambia hapa mwanaume. Mwanaume ndo nini? Afu ni yeye amekwambia mimi natembea na yeye. Mimi namtaka ama yeye anamtaka? Nenda anamtaka labda. Mimi nimemtaka ama yeye amemtaka? Hebu nenda mkachunguzeni na mwanaume. Afu stories za kuniambia mume wangu ukome kuanzia leo. Nataka muniombee. Kesho. I'm going through a lot of problems. Jana na mimi nijiletea. Maana wewe mwanaume si kitu kwangu. Mimi mwenyewe ukiniona na wanaume wangapi? Labda. Wangapi wananitaka huko? Ni wangapi ninao? Chunge sana wewe. Afu usijichanganye. Unafanya nini wewe? Ndakufanyia kitu kibaya. Hauna cha kunifanya. Mimi ndo mwanamke kwenye hiki kijiji. Allah. Sasa eti mimi wa kutishiwa leo. Ni mwanamke kama huyu. Wacha jichanganye. Kujaribu tu. Si kufanya. Kitamu hiki. Ficha chakula. My lord, I wonder. Yeah? Dam, karibu. Vipi? Karibu bwana. Nahisi kuna harufu ka chakula. Inanukia vizuri. Kwani mmepika nini? Hakuna kitu tumepiga humo. Hatujapika chochote humo ndani. Mimi nahisi njaa bana. Nahisi njaa. Angalau munipe nitie mdomoni. Eti nikupe kidogo. Sasa kama mimi nani nimepiga kidogo tu kinanitosha mimi na mke wangu. Tutakupeaje wewe? Usifanye hivyo. Usifanye hivyo. Hata Mungu alisema tule wote. Kama una kidogo mgawie na mwenzio. Mimi hapa hivi nilipo, nimefanya kazi kule nimechoka. Kwa hivyo nilikuwa nataka angalau utonge tu nidie mdomoni. Hakuna cha kutia mdomoni hapa. Hapa ni ulete chako tupike tukule wote. Lakini si eti ukuje kwangu. Mimi nipike ninunue alafu mke wangu apike, alafu eti uje ule wewe. Acha mambo ya kizungu hayo. Sawa basi inatosha. Mke wangu. Basi mnipe kidogo. Nipe kidogo angalau basi nitie tumboni bwana. Ina njaa.
Hebu nipatie sahani moja bwana, nimpate au pigie mdomo pole hapa. Hebu nipatie basi kimoja nimpatie. Nakupatia hiki. Na isitokee tu umesafisha mpaka sahani. Tutakosana vibaya sana. Hebu chukua. Hiyo ndo kaka sasa. Asante sana. Mweu tu. Napenda vya bure. Allah. Asante. Allah. Hebu nipatie pia changu mimi nile bwana. Nilikuwa nimeficha lakini sasa mweu huyo katokea tu ghafla mara moja tu. Nafikiri kaka. Asikia serikali imetoa pesa za bure watoto kwenda shuleni kusoma. Sijui kama umepata hiyo taarifa. Yaani urafiki unatakiwa kuwa hivyo. Na usipende kula kwa watu wewe bwana. Vipi kaka tena? Kwani chakula ndo cha kumsogeza mtu? Chakula wewe ulileta chako hapa. Hebu subiri nile nimalize. Ndiposa tuongee ama tuyaongee haya. Kwa maana na taarifa zako. Unamwona yule Bisela Ndio namjua. Bisela mmoja. Ndio. Mwanamke mbea kinoma. Yule Bisela mmoja huyo. Yaani siku ile nilipita nikasikia mara OJB, mara kwa JB sijui anakula kuku, anakula bata, sijui mara hawana chakula ni. Yaani yule mwanamke ana maneno mengi kinoma. Kaka acha ombea. Nataka acha ombea. Acha tu ombea utamuua. Ombea achia kina Billy DJ anaitwa nani huyo? Ayuanda. Zubeda. Anaitwa ombea achia Zubeda. Yaani kaka wacha. Alafu mliutia nini mchele? Mbona kama una sukari? Hebu shemeji yako mwenyewe ndiye alipika, mimi mwenyewe siwezi jua. Alafu wewe kaka. Mbona unapenda ombea sana? Wanaume hawafai kubeba umbea kabisa. Hiyo tabia za umbea zitakuponza wewe. Mara kina JB wanakula bata, wanakula pilao, wanakula tembo, wanakula kuku, wanakula nini? Nikasema haya ni maajabu. Kwani itawezekanaje? Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Mama. Wewe unaona mimi ni mtu wa kula bata kweli mimi? Alafu baada ya dakika 5 akageuza historia. Yaani pale tu kwenye sherehe utamaduni. Hapo ndo nilipo. Naomba uipate historia yangu. Naomba upate yani umbea wangu. Nakupa umbea wa bure. Sasa pale mimi nikiwa nimenyamazia, nikamuuliza Bisela, umekula kweli? Akasema sijala. Nikasema basi kuna sahani nimepewa ya biriani, ngoja nikakupe. Baada ya kumpa, alimwaga mchele kwenye kuku wengi. Hapo ndo nakwambia sasa nipo kwenye pointi, naomba unisikilize. Ngoja nile kwanza kitapoa. Mimi nakula wali, hebu angalia chakula cha mke wangu kwanza ndio niambie mimi mtu wa kula bata wewe. Sasa hapo baada ya dakika 5 akasema Maro, kina JB. Nilienda kule jana. Nikakuta hawana chochote. Yaani nyumba safi tu, hamna kitu ndani. Mimi nikamuuliza unamaanisha kweli? Unajua aliniambia nini kakaangu? Aje niwe kwanza. Ni kila maneno ya. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Alafu wewe nishakugundua wewe. Ukiona chakula ndio unaanza kuleta umbea ya uongo hapa. Na kujua sana wewe. Allah. Bas baada ya hapo akaniambia kuwa kina kaka JB hana chochote. Yaani huyu jamaa amesota kinoma. Yaani hapa mjini pote huyu jamaa ndo maskini wa kuruka. Nikasema unamaanisha kweli? Akasema ndio. Nilienda kwao asubuhi wanakunywa uji. Nikarudi pale mchana ni uji. Jioni uji. Yaani anamaanisha nyinyi uji kila siku. Nikasema lakini hapa ni uongo. Kwa maana mimi JB ambaye namjua namfahamu, jamaa wanakula chakula kama hiki. Mimi nilikushikia nguo rafiki yangu, inabidi unishukuru. Allah. Inabidi unipende mimi kakabuleo, mimi nakupenda bwana. Ama kuna kingine mniongeze ninamalizia naenda. Kama tatizo ilikuwa chakula, we kula tu, umalize kisha uondoke. Sitaki mambo mengi. Huyu mweu tu huyu. Mimi naona huyu amekuja kutuchunguza. Naweza nigombanisha na mandugu zangu na madada zangu kule nje. Unaleta vitina huko ndani. Sitaki. Eti vitina. Amekuja kula chakula cha bure kisha aondoke huyu. Anataka kujua maisha. Allah. Unamshangaza. Ajaja bure ametumiwa huyu. Hivi umechanganyikiwa?
Bata. Tangu lini mimi nikaanza kula bata? Sio kwamba chakula. Wewe ngoja nikupe mchongo. Hapo inabidi unishukuru. Kwa maana hizi taarifa ni moto. Ni gazeti la asubuhi na sio la jioni. Mke wangu. Unamwelewa huyu kweli? Simuelewi. Anakaa kachanganyikiwa sana huyu. Kula pole kaka. Utaniharibia appetite hapa. Wewe mtu ana madharau umemuona wewe? Unaona ni mnyang'anyi. Allah. Mimi hata wewe simtaki kwanza. Tulia kwanza haya amalize. Kwa sababu asipomaliza ile chakula atarudi tena jioni. Sasa afadhali akule amalize aondoke basi. Kwa nani atakunyang'anya chakula? Si ni yako. Wewe. Naongea na huyu. Ongea na wewe. Ndio nakuuliza, naongea na huyu. Au shobo. Mikazo zero. Allah. Mimi naongea na Allah na siongei na wewe. Mimi namwambia ngoja nikuambie JB. Yaani Bisela yule. Yaani siku ile nilikaa nikamwangalia nikasema haya maneno gani anaongea ya ajabu. Eti bata pilau. Mke wangu. Huyu unamuelewa kweli wewe? Mama. Huyu mtu nimekwambia anatumika. Nani ndiye anajua siri za nyumba kasi yeye? Anaingia humu ndani anatoa siri zetu hivi. Sasa bana sisi tulifika pale tukaketi. Nini tulikuwa tumeenda chakula. Kwenye sherehe zile za utamaduni. Mara namuona Bisela. Eti sijui JB nini? Wanakula bata. Bisela wanakula bata. Uzuri. Eti uji. Tangu lini umekunywa uji humu ndani mke wangu? Hapana mwanangu. Hata mimi mwenyewe sijui kupika uji kabisa. Sasa sikiliza nikuambie. Haya yote umeambiwa, haya ni mambo mliongea mkiwa huko. Naomba tafadhali, mkiongelea huko mumalizie huko. Acheni kuniletea vitina huko kwangu, mimi naishi kwa amani tuna furaha. Mimi naona huyu anatumika tu. Huyu anatumika wewe mweu wa bure. Sasa pale ndo nikasema, kwani Bisela unaongea kweli? Akasema mara JB hawana chochote. Akasema mara JB sijui nilienda pale, wanalia nini mke wake anampiga. Nikasema tangu lini mwanamke akapiga mwanaume? Hapo sasa ndo umbea unakujia. Sasa naomba unipe sikio. Nipe sikio. Amekuja kujua maisha yetu. Hamna bana, mimi nimekuja kuwaletea umbea wa asubuhi huu. Umbea gani wewe? Wewe vipi kakaangu? Wewe umetumwa. Au chakula mlichonipa ndo mnanisogeza? Au niache basi? Mimi naweza kuacha. Wacha. Unajua siku zote Waswahili wanasema mgeni ni baraka. Mgeni njoo, mwenyeji apone. Sasa mimi mgeni nimekuja, mwenyeji mmepona. Kwa sababu chakula kilikuwa kingi na mngekitupa. Mama. Mbona kuna madhara? Sasa uendelee, unaachia kwa barabara kwa nini? Tulia. Unajua nini? Siku zote Waswahili wanasema ukipenda na redio, yani ukishapenda redio, basi kajiandae kununua betri. Yani zikiisha unabadilisha. Sasa ngoja mimi nichaji kwanza. Sasa ushaniona unasemaje? Hebu ngoja kwanza. Vipi bana? Patie story umalize kwanza ndio endelee kula chakula wewe. Basi fanya hivi. Tuachane na mambo ya historia. Haya mambo niliyokuwa nakuambia hayapo. Hivi wapi JB wapi napata na kuku? Hebu basi nipatie tu nimalizie. Tukimaliza ndaendelea na story. Umemwona huyu? Umemwona mama. Basi shemeji mwambie anipe chakula basi. Mwambie anipe angalau kidogo. Hiki chakula chake anapelekea kale kaumbwa kazubeda kale. Utakuja laaniwa wewe unapelekea chakula mbwa wewe. Wewe hata na shauku sana hii chakula naweza pelekea mbwa kisha ikatae kula. Hapo shika malizia basi. Yalia hapa kama mtoto mdogo hapa. Allah! 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 Shika chakula chenu. Ondoka. Naenda kusambaza umbea katika huu mtaa. Familia ya JB ni wachoyo wameninyima chakula. Allah! Allah!
Hivi mama kazi niliyopatia mfano. Ndiyo. Mahakika mmemaliza kila kitu. Ndiyo mama. Tushamaliza kila kitu. Yaani tumefagia mpaka chini ya kitanda. Hata mimi mama nimetengeneza hadi zizi mama. Hata shambani kule nimepalilia. Ndiyo, tushamaliza kila kitu. Sawa. Mimi natoka, naenda kanisani. Sitaki kuona mtu yeyote kwa boma langu. Sawa mama. Tunakuahidi. Nadhani mmenisikiza vizuri. Bulewa, mimi nakujua vizuri. Sitaki kusikia malalamishi yoyote kutoka kwa ndugu yako. Mimi siku hizi ni mtulivu. Au vipi kakangu? Siku hizi mimi sisumbui mama. Na utapata malalamishi yoyote. Kweli mama. Nasikia hapa kaka. Mimi hapa na mchongo. Na tena mchongo wa pesa. Kwa hivyo mama alipoondoka sasa unasema una mchongo. Hebu niambie basi, una mchongo upi leo? Na mwanadada na nilikuwa nataka nimlete hapa. Na unaona hapa hivi mama yenyewe anajengea nyumba. Sasa mimi nilikuwa na mchongo. Nataka nimlete hapa. Na nakuomba usiambie mama. Umlete hapa? Yaani maanisha unataka kumleta hapa kwa nyumba ya mama, nyumba ya mzazi. Hivi sikia kakaangu nikwambie kitu. Nyumba ya mzazi ni ya kuheshimiwa. Kaka. Hapana bana. Hii nyumba inatakana tuilinde. Kumbuka mama amesema tusilete hapa mtu yeyote. Mimi ndamwambia mama kama utanipa kitu. Allah. Mimi nitakupatia 200,000. Ucheze kama mfanyakazi wangu hapa. Maana sitaki kuonekana kama mtu wa chini. Hapana, 200,000 ndogo bana. Wewe ongezea hela kama unataka nicheze kama mimi. Ongezea hela. Lazima hivyo ndamwambia mama. Acha hizo kaka. Kala 200,000 ni kidogo. Mimi nitakupa hata 4. Msikilize kaka. Huyo dema, yaani nimetumia nguvu nyingi sana. Na mimi sitaki kumpoteza kiurahisi. So naomba tu mimi unisaidie. Alafu bwana mimi na wasiwasi. Unjue mama akigundua. Unajua vile mama ni mkali sana. Mimi na wasiwasi bwana. Wewe acha hizo. Mama hataona kitu chochote na wala hatajua. Unapojua hapa hakuna CCTV. Atajua aje. Mimi naogopa sana. Sawa, ndacheza kama mimi. Sawa, dakika 2. Ngoja nimcheki kwa simu. Ikiwa barida mimi nakuwasilisha. Alafu tucheze huu mchezo. Haina tatizo. Wewe mcheki. Hello mpenzi wangu. Hebu wewe njoo basi. Mimi maneno nimeweka fresh nilivyokuambia. Wewe njoo saa hizi. Wewe njoo kwenye geti ya kwanza. Ile nyumba ya 3. Wewe harakisha basi. Mimi hapa nimekusubiri. Baby, kama nilivyokuambia, huyu ni mfanyakazi wangu. Anaheshima sana. Hivyo ndivyo nimemlea. Mtu akifanya mchezo kwenye kazi, basi mimi namfuta. Allah! Hela ni kila kitu. Na ukiwa na hela, kila kitu kinakuwa shwari. Hiyo ni mzuri. Niambie sasa. Tunaanzia wapi? Nilikwambia maneno nishapanga. Kwa hiyo mimi naomba tuingie ndani, kisha nikupe kinywaji. Sawa, hamna shida. Lakini kwa kawaida yangu ujue kuwa situmii pombe. Haina noma.
Sitakupa pombe. Mimi nitakupa wine. Unifurahisha wewe mwanaume. Haya, tuingie ndani. Hapa ni yesa. Hapa kaka amefaulu. Lakini kwa vile nimepewa hela, hapa ni yesa. Yes sir. Hela tamu. Ila amejitahidi. Lakini sasa mama nitafanyaje? Ikiwa mama atakuja sasa hivi, mambo yataharibika. Hapa lazima nicheze kama mimi. Yes sir. Mama anakuja. Mama anakuja. Kaka. Waifu wanangu. Kaka, nilikwambia ufunge mlango zote. Nilikwambia ufunge lango kuu. Sasa imekuwaje mama ameingia? Mimi nilifunga kila kitu. Yaani nilifunga kabisa mpaka nikahakikisha nimeweka kafuli. Na unasemaje wewe? Unasemaje? Unasemaje wewe? Niambie hapa ni kwako. Unasemaje wewe? Afu tena kaka, mara mfanyikazi, mara kaka. Mama kaka katokea wapi tena? Wewe vipi, tulia hapa, tuko kwenye shida. Tuko kwenye matatizo. Tunabidi tutafute njia mbinu. Tutazulisha. Wewe nyinyi. Wewe mfanyikazi tu hapa. Wewe vipi? Tulia basi. Allah. Masharti yangu mmeshindwa kufuata. Hapana mama. Sio mimi. Mimi sijafanya kitu. Ni huyu hapa kaka Minondo mwenyewe ndiye alimleta huyu msichana. Mimi sijafanya kitu. Yeye ndiye aliniambia nimlete. Hapana mama, nisamee. Mimi ni mwadilifu. Unajua mimi sijaifanya makosa, nisamee basi. Ni huyu basi. Huyu ndiye alimleta yule mbinti basi. Kaka, si wewe uniambie nimlete bwana. Wewe vipi bana, mchongo usinipe 2000 basi. Sasa leo mtanijua mimi nani? Hapana mama, basi tusamee. Tusamee basi. I'm going through a lot of problems. Lakini umekula hiyo basi. Tulie basi. Allah. Leo. Wewe mtoto, umefikaje hapa? Na umejuaje jina langu? Naomba unitupe hiyo dawa. Mganga, mimi nimeumia sana. Nimeumia, kupata kazi imekuwa changamoto. Hata nikipata kazi yenyewe, baada ya siku moja tu nitakuwa nimeshafutwa. Yaani kazi naenda asubuhi, narudi asubuhi. Hivyo ni kazi ya aina gani? Kijana, upo sehemu sahihi. Mganga, yaani mimi nimeumia sana. Nimeumia sana mganga. Nimeumia sana. Naomba unisaidie angalau nipate hela. Utajiri ni jambo ndogo sana kwangu. Kama utanisaidia mimi nitashukuru sana. Nitashukuru sana. Unataka utajiri wa aina gani? Mimi nataka unisaidie nipate utajiri. Yaani miliki magari makubwa. Nimekuelewa. Kuna dawa nitakupatia. Na uhakikisha umefuata masharti. Mimi nilijua kama una huo uwezo. Ndio maana walinielekeza kwako. Waliniambia wewe ndo mtaalamu hatari. Ndio maana nimekuja kwako.
kwa sababu watu wengi wanashindwa sana kufuata masharti. Chochote utakachoniambia ni amri. Wewe nipe masharti ya dawa. Nimeumia sana. Nimekuelewa kijana. Hii ni dawa. Na usiwe na matamanio ya kutamani kila kitu ambacho unaona. Ukiitisha kitu ni mara 2 tu kwa siku. Ukipitisha hapo utajikuta baharini. Usijali kuhusu hilo mganga. Mimi ni kuhakikishie tu. Ndafanya kama ulivyoisema. Mimi hata ndakuwa naitisha hata mara 1 kwa siku. Mimi ndakuwa naitisha mara 1. Wewe nipe tu dawa. Kijana, hii ni dawa. Nakupatia. Ukihitaji kitu chochote, iangalie hivi usoni, uiambie. Kisha uiweke chini. Usimame juu yake na utapata kitu ambacho unahitaji. Wengi sana wamekuja wakisema kama unavyosema. Ila chunga sana usipitishe masharti. Usijali kuhusu hilo mganga. Mimi ni kuhakikishie tu kila kitu kitakuwa sawa. Nakusimulia, ndakuletea zawadi kubwa sana. Chukua dawa. Asante sana. Asante sana. Sijui nikuite daktari, mganga. Asante sana. Hakikisha unafuata masharti. Kwa hiyo nikiambia chochote kile nataka, haki. Asante sana. Asante sana. Hebu ngoja kwanza nijaribu sasa, maana na njaa kweli. Sijala kitu chochote tangia asubuhi. Ngoja nijaribu tu sasa hivi. Kijana, acha kuwa na haraka. Kwanza nenda kabadilisha mavazi, ndiposa ujaribu. Sawa mganga, sawa. Kijana, zingatia neno masharti. Hakikisha unafuata masharti. Usijali kuhusu hilo. Ndafuata masharti. Nenda upate utajiri. Asante sana. Nikiwa tajiri, ndakununulia zawadi kubwa sana. Unaweza kuondoka. Kwa hakika nikipata utajiri, ndakununulia zawadi kubwa sana. Sawa, ngoja mimi nikapate utajiri. Sasa sikia nikwambie. Mimi nimeumia sana. Usiseme sikukuambia. Kujua jina langu hata alinishtui. Sikia nikwambie. Mimi nimeumia sana mpaka kufika kwa mganga. Na mimi amenipa hii dawa. Akaniambia nikitaka kitu chochote, mimi nitaiagiza na itanipatia. Sasa itakuwaje wewe unaniambia nitupe hii dawa? Kwa hiyo utakuwa umetumwa. Kwa hiyo nyinyi ndio hamtaki mimi nifanikiwe. Sasa kwa taarifa yako, hii dawa siitupi, naenda kuitumia. Waambie kama wamekutuma, waambie umefeli. Waambie umefeli kabisa. Tutaona hiyo. Allah. Ni sawa. Ngoja niende nijaribu. Unadhani mnanitishia? Siitupi hii dawa. Naenda kuitumia mpaka nifanikiwe. Lazima niwe tajiri bwana. Allah. Vipi bwana? Sasa nimebadilisha mavazi. Ni mwanzo mpya. Ni wakati wangu sasa kuwa tajiri. Sasa nianze na kitu gani? Kama alivyoniambia mganga. Si ni mganga au daktari. Ila mimi nataka kuwa msanii. Na sina cha kuanzia. Dawa. Mimi nataka kuwa msanii. Sina cha kuanzia, nipe mwanzo basi.
nataka niimbe. Nipe angalau zile zinavaliwanga hivi. Zile mimi nataka tu, mimi nisaidie tu dawa. Naomba unipe mwanzo mpya. Kumbe mganga alikuwa anasema kweli. Nina cha kuanzia sasa. Sasa ndakuwa msanii, ndakuwa na studio. Hizi si mpya hizi. Asante sana mganga, asante sana. Sina dawa hapa, nahitaji simu sasa. Ndio nianze kuwa msanii, nianze angalau kuposti ili naitwa mtandaoni. Lazima niwe na simu. Mganga nisaidie. Mganga udawa, ni dawa. Ngoja niambie. Angalau nipate simu ya mawasiliano. Pia kuposti nini, kujulikana. Nisaidie simu. Dawa. Naomba simu basi. Na iwe ile ya viperusi, unajua saa mimi sina simu. Naomba simu mpya basi. Yani kawa tajiri. Wow. Hii si simu mpya hii. Hii si simu ni modeli. Sasa hapa nataka utajiri, nataka gari, nataka nyumba mzuri. Maana hii nyumba yangu inakaa bovu. Hii nyumba hata inataka kuanguka. Mimi nataka hii dawa. Mimi nataka nyumba mzuri, maisha mzuri, nataka gari, wanawake warembo wote wakuwe wa kwangu. Nataka na maisha mazuri. Nisaidie nipate nyumba mzuri. Maana sasa hii nyumba yangu inaonekana inataka kuanguka hata angalau siku moja. Mimi sitaki hii nyumba bovu hii. Mimi nataka nyumba mzuri, maisha mazuri. Sasa hapa niwe na gari, niwe na simu, niwe na gari, niwe na kila kitu. Hata mimi mambo ya usanii mimi sitaki tena. Mimi hapa nataka kuwa na gari. Sasa ngoja niombe dawa. Gari, niombe tu gari. Nikipata gari, nyumba mzuri, kila kitu, vitu vyote vikuwe vizuri kwangu. Lakini mimi sija. Sasa niombe mara ya mwisho. Dawa. Mimi naomba niwe na gari zuri. Ile imetokea sasa hivi, yani new model. Niwe na nyumba mzuri. Hii nyumba yangu bovu, hii nyumba bovu hii. Nyumba bovu, nataka nyumba mzuri. Niwe na gari mzuri, maisha mzuri, wanawake warembo, pesa mzuri, kila kitu kipoe kizuri kwangu, nipate televisheni mzuri, nipate kila kitu kiwe kizuri kwangu. Allah. Niko wapi hapa? Mama yangu. Kumbe mganga alisema kweli. Mama yangu niko wapi hapa? Yaani huyo mganga atanijua mimi, atanijua. Mimi anipe dawa alafu kuja kunitoa baharini. Allah. Sasa mimi nimeisha. Hapa si baharini. Mimi huyo mganga atanitambua siku ya leo. Kijana. Wewe kwa jamaa yako kunifanyia kitu kama hiki? Unanijua kweli wewe mganga wewe? Nilikupatia masharti mepesi tu. Ila wewe una tamaa. Sasa ndafanyaje basi? Nisaidie nitoke huku. Mimi sijui niko wapi. Naona tu baharini, huku pia baharini. Sasa ndaendaje? Hapa unapoona upo kisiwani. Nataka muniombee. Mwisho wa dunia. Allah. Basi naomba unisaidie mimi na familia, nisaidie kunirudisha nyumbani. Nisaidie kwa maana mimi sijui hapa ni wapi, sijawahi fika sehemu kama hii. Nisaidie basi nirudi nyumbani. Kwani ulijaribu mara ngapi? Mimi nakumbuka vizuri niliagiza simu, niliagiza mara 3. Hivyo uone kama hiyo ni tamaa? Nimekupa masharti na nikasisitiza kuwa uyafuate masharti. Inakuwaje unajaribu kuagiza mara 3? Nataka muniombee. Basi naomba tu nipo chini ya miguu yako, nisaidie basi.
Huku hauwezi toka. Eti siwezi kutoka huku. Hiki kiziwa kimebakisha masaa machache tu kuja. Na ikijaa unaliwa tu na papa. Allah! 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 Sioni namna nyingine ya kukusaidia. Unamaanisha hakuna njia nyingine mganga? Siwezi kutoka huku. Labda hiyo simu ulio nayo upigie watu wa kwenu nyumbani waje wakusaidie. Na huku watakujaji. Na ukiangalia vizuri huku baharini hakuna mtandao. Kwa hivyo tulia tu uliwe na papa. Kijana, kwa heri ya kuonana. Wakamwacha akiwa paralyzed. Amevunja. Lakini mganga, maji niendelee kujaa, basi nisaidie, niokoe basi. Tamaa yako imekuponza. Basi njoo usiondoke. Allah! Allah! Yaani kila siku mumu ndani kula tu matawi peke yake. Afu wenzake huko kijijini wanafanya kazi nzuri, wana mihela sana. Leo ndo atanijua mimi. Ngoja aje. Atanijua leo. Yaani leo naomba pesa ya chakula. Mke wangu, unajua tu vizuri mimi sina kazi. Sasa hela nikatoa wapi? Eti nini? Una hela? Kila siku una hela. Wewe. Usikue hivyo mke wangu. Hebu jaribu kunielewa basi. Wewe. Labda tu ilikosea kusema wewe ni mtoto wa kiume. Sioni kabisa. Alafu, jua hizi tabia zako zikiendelea hivi, nitakusanya zangu zote na nirudi kwetu. Mke wangu. Unajua vizuri udhaifu wangu. Acha kuwa mwepesi wa kuondoka haraka hiyo. Hizi kazi zote humu ndani zitanimaliza. Mimi si wa vilio. Na kama ulijua huwezi kunimiliki mimi, ungeniacha nitafute mwanaume mwingine. Mke wangu, mbona umekuwa mkali hivi? Allah! 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 Nakupa siku 2. Mambo yakiendelea hivi humu ndani, nitakuachia nyumba yako na vilio vyako. Sasa utanipajiaje siku 2 wewe? I'm going through a lot of problems. Ungenivumilia angalau kidogo basi. Sasa ni mambo gani tena? Kazini kule nilifukuzwa. Sasa huko nako visirani vingine vimeanza. Hii ni nchi ya aina gani sasa? Kazi hakuna, hela hakuna, chakula hakuna. Sasa tutorokee wapi sasa? Hodi. Habari ya asubuhi. Mzuri, nikusaidiaje? Mama amenituma.
unisaidie na sukari kidogo. Eti sukari. Kwani hivi mama yako huyu hawezi kujitafutia? Kila siku yeye ni kiombezi tu. Hapana, sio hivyo. Mama amepata wageni asubuhi hii. Wewe ndio umetoka hapa saa hizi Kiberiti. Mafuta usiku jana umetoka hapa. Kila kitu, hata Kiberiti ya kuwasha moto. Mkumbuki maisha yamekataa yenyewe. Alafu familia ya watu watatu imeshinda babako kuilea. Ama eti wageni. Kwani wageni ni wa kwangu mimi ama wa kwenu nyinyi? Mimi ndo niwalishie tena na mpaka wageni? Hapana. Lakini mama, usiongezee neno lingine. Nenda mkaambie wageni wakajinunulie sukari ya kuwapikia chai. Vipi? Chumvi, kiberiti, maji, kila kitu ni hapa. Kwa wote tu asubuhi. Mjini mtu analala vipi ameamka vipi? Nini tena? Alafu sasa wewe. Sijini kama sasa mmeambiana. Mtoto wa fulani anakuja hapa asubuhi mapema hii. Kuomba sukari. Nilikuambia achana na watoto wa watu wakae. Alafu nikome. Wewe mwanaume aina gani wewe? Haujui kutafuta chochote. Kazi yako ni kushinda huko ndani, tutakula wewe. Nitakula wewe labda. Mke wangu, unajua vizuri mambo yamekuwa magumu. Unataka nifanyaje wewe? Na mimi siwezi. Natoka naenda kwetu. Hebu nivumilie kidogo basi. Kama nakuvumilia nitakufa njaa humu. Ulinipata kama mtoto wenyewe na afya. Mara hii nimedhoofika hata dili zangu zinaingiana. Hebu tulia tu kidogo basi. Hapana, kila siku dili. Ni dili aina gani hii haiwezekani? Mke wangu, hivyo ndio umeamua eti? Mimi nimechoka, nakwambia nimechoka na naondoka. Toka nipite. Nipishe. Mwanaume mzima hata kutafuta vita kule peke yake imekushinda. Hebu niondokee. Allah. Hebu ondoka tuone kama kwa kwenu watakulinda kama nilivyokulinda mimi. Mwanaume mshenzi wewe. Yaani hivyo ndivyo maisha yalivyo sasa hivi. Anapigwa na mwanamke. Anasema maneno yake. Sasa siku ya leo naenda kumwaka mtama kwenye kuku wengi. Hii kijiji yote lazima ijue. Yaani mwana ana akili kweli huyu. Mtu mzima mimi mwanamke anirushie maneno mimi. Yaani nimepata umbea wa bure, sasa huu mtaa wote, hii kijiji kizima naenda kusambaza. Mimi ndo kakablewa bana. Lazima watanijua. Leo lazima chai nisipige. Kaka JB. Mwanaume ambaye anapigwa na mwanamke. Habari yako? Safi tu. Hivi nikuulize wewe ndugu yangu. Yaani wewe mtu mzima unao mwanamke ambaye anakuzidi akili. Hivi hiyo ni sawa kweli? Yaani mimi ukiniona mimi hivi sasa kijana mdogo hivi eti nije kupigwa na mwanamke. Yaani wewe ni utoto mwanangu, acha nikwambie. Ndio tatizo wewe mwanangu. Na shobo sana.
Wewe ni mtoto wa kiume, unatoa wapi mambo ya vitina hii? Sikiliza mwanangu nikwambie. Waswahili siku zote walisema, ukimchekea nyani utavuna migomba. Sasa wewe naona hapa ni kama tayari ushavuna migomba. Maana Waswahili wakasema nini? Usiseme ukamara. Yaani usiseme ukamaliza. Yaani ina mengi sana. Lakini sasa kwa vile unaanzaje kusikiliza mambo ya watu wengine ukitoa huku nje? Alafu sasa sikiza nikuambie. Na kujua vizuri. Wacha nilisikie tena huko nje. Eti umelitoa huko nje. Ndio utajua mimi ni nani. Jamani nini? Sasa hapo ndio unakosea. Mambo yapo wazi. Tena huu mtaa wote unafahamu kwamba JB anapikwa na mwanamke. Afu wewe, kwani hujui umbea ni tabia za kike? Sasa mwanangu unazua nini wakati mimi nakwambia ukweli bana. Mimi yani kukuelezea ukweli ndio jambo. Wewe vipi bana? Sasa mimi nakuambia alafu unanikaushia nyambavu hapa wewe. Mwanangu vipi tena? Unanijua kweli wewe? Vipi tena? Wewe vipi mimi nakwambia ukweli bana au ya kuasha? Nitakuzingua yani wewe. Au umemind? Wewe boya tu bana. Wewe vipi bana? Allah. Allah. Wewe. Nilikwambia unisubirie. Kwa nini unanifuata mpaka nyumbani? Yaani uliponiambia tu jana nikufuate nyumbani. Nilipoamka tu mawazo yangu yote yalikuwa tu hapa. Nilikwambia usubirie nitakupigia simu. Yaani ndio nimetokea benki hata sijakaa kwani wewe unanusia pesa wewe? Samani. Sikujua kama umeelekea benki. Mimi nilijua tu kawaida yako uko nyumbani. Pole sana. Wewe yani hata pesa yenyewe haiwezi kaa kwa mkono ushafika kitambo. Wewe binadamu aina gani wewe? Unajua nini kakaangu? Pesa zinapokaa pale mfukoni haziongezeki, lakini unaponipatia hapo ndo zitaongezeka. Kwa sababu kila siku itakuwa inaongezeka shilingi 1000. Hivyo ni kama hiyo ni faida. Usioni kama ni jambo kubwa. Ila ngoja kwanza. Nina hamu nayo na malengo nayo pia. Nakupatia hizi pesa. Na uhakikishe muda wa siku 5 haziishi. Mimi nikuhakikishie tu. Baada ya siku 2 ndazifanyia. Utakuwa ushapata pesa yako kitambo. Usijali, wewe niaminie baba. Mimi ndo kakabla mingi shaongea. Michongo zangu nini? Hata hizo siku 5 ni mingi sana. Mimi nitakulipa baada ya siku 2. Kwa sababu kuna yule dada yangu nimemtegea, anatokea kule Saudia. Na ana miela kinoma. Na uhakikishe siku 5 hazijaisha kabla hujaniletea pesa zangu. Kuna mchongo mahali na usikilizia. Mambo yakikaa sawa, mimi pesa yako nakuwai. Hata baada ya siku 1, hata sio 2. Baada ya siku 1 nakuwa nishakupa pesa yako. Mwisho ni siku 5. Hii ndio stock yote ambayo niko nayo. Naomba uniaminie kwa hili. Wewe sema na maneno yako. Mimi hapa siongei tu. Tunafanya na vitendo. Unajua yule dada yangu anapokuja ana pesa mingi sana. Mimi aliniahidi atanipa milioni 1. Kwa hiyo 1500 ni kidogo sana. Kama mimi niamini tu. Sawa. Nimewekeza pombe yangu ndani. Kwa hivyo hizi pesa zikikosekana za kutafuta molasses, pombe yangu itaharibika. Usijali. Hivyo siku 5 zikiisha uniletee pesa zangu. Usijali, zimekamilika. Natumai zimekamilika. Pesa iko sawa. Asante, zimetimia. Sasa mimi nikuhakikishie tu. Baada ya muda wa siku 2, ngojea majibu. Mimi ndo kakabulewa. Ole wako zipite siku 5. Utajua mimi ni nani. Lakini ni sawa basi, ni sawa. Ila mimi nilikuwa nakupa tu matumaini ujue mimi na malengo na pesa yako, sio kwamba nataka kukulagai. Mimi sitaki mambo mengi. Sitaki kujua dada yako wala kaka yako wala nani wa familia yenu. Mimi ni kuahidi tu. Pesa zako zitaongezeka mara 100. Ndakuongezea hata ndakupa 10,000. Usijali. Lakini si imetimia. Ipo sawa. Ipo sawa. Naiona ipo sawa. Sawa, nashukuru. Sitaki kujua. Siku 5. Wewe nao unaongea kiserious kinoma. Ila usitie shaka. Mimi nitakupatia pesa yako. Sawa, wewe ondoka. Sawa, siku njema. Wakati mwema. Karibu.
Huyu si ni bulewa huyu. Baada ya kumwazima pesa zangu ndiye anaenda kufanya raha zake huko. Yaani mimi nitoe pesa zangu za biashara, yeye anakuja kujivinjari huko. Siku 5 zimepita hataki kunipatia pesa zangu. Leo atanijua ajui leo. Kasongo yeye Mombali nanga Kasongo mbona wewe Songa liba. Mwenyekiti, kama nilivyokuambia, huyu kijana nimemleta hapa kwa sababu ya lile deni langu la shilingi 1500. Tangia nimpatie hizo shilingi 1500, huwa nikienda kumuuliza ananiambia hana pesa. Nikimuuliza ananiambia hana pesa. Juzi ukanituma ukaniambia niende nimuite. Nimeenda kumuita akaniambia eti hajui mwenyekiti, hajui mambo na sheria. Sasa leo nimemkuta pale njiani. Ndiposa nikapiga nduru ukakuja ukamkamata. Mwenyekiti, naomba utatue hii kesi kama mtu mzima. Kwa sababu wewe tunakutegemea kwenye hii kijiji. Wewe ni mwenyekiti wetu. Sasa amekataa kabisa kunipatia shilingi 1500 zangu. Lakini wewe vipi bwana? Si nilikwambia nikulipe kidogo kidogo angalau nikikupa shilingi 20 kila siku. Unajua siku zote wanasema kidogo kidogo inachaza kibaba. Sasa mimi nisema nikulipe shilingi 20 kila siku. Sasa hivi ningekuwa nimekumalizia. Sasa mwenyekiti sikiza. Huyu kijana huwa anafanya biashara za kuuza kuni. Nimemwambia mimi huwa napiga pombe. Hizi pombe zangu zinahitaji kuni. Nimemwambia aniletee angalau kuni za shilingi 50 kila siku. Amekataa. Alafu ananiambia hapa eti shilingi 20. Hataki kabisa. Usimsikilize huyu, usimsikilize. Anaongea uporojo tu hapa. Mwenyekiti, maamuzi yako ni yapi? Nimemwambia aniletee angalau kuni za shilingi 50 kila siku. Amekataa. Alafu ananiambia hapa eti shilingi 20. Hataki kabisa. Usimsikilize huyu, usimsikilize. Anaongea uporojo tu hapa. Sasa nataka kufanya uamuzi. Wewe unasema nini mwisho? Mwenyekiti, nilikuwa nataka umkamate huyu kwa sababu anafanya biashara haramu, anapiga pombe, anawauzia watoto wa shule pombe, yani vileo vinywaji. Kwa hiyo nimetaka tumkamate tumweke ndani, baadaye kisha toka ndio tutaangalia kesi yetu inaendelea vipi. Kwa sababu ni kinyume cha sheria. Wewe ulijuaje nauzia wanafunzi pombe? Tena hapo kwenye pombe. Na mimi kama mwenyekiti naamua hivi. Utoe miwani, utoe viatu, utoe nguo, utoe kile kitu na pesa zote niko nazo na uweke hapa. Tuende tukague ni shilingi ngapi.
halafu tulipe huyu. Kisha nikimaliza huyu naita polisi wanaweka ndani. Wakati ambapo ulienda ukakopa pesa wenyewe, hukujua kama za wenyewe zinafanyika katika biashara. Kuanzia sasa na kuambia lazima ulipe hiyo deni. Utoe kila kitu, utoe nguo, utoe viatu, utoe kila kitu. Hata kofia. Pesa zenye uko nazo sasa hizi sasa naenda kuuza zote. Nini? Ili deni likalipwe. Hata nyumbani bibi yako lazima tuchukue. Sasa hapo mwenyekiti, hapo ndo unakosea, hapo ndo unafeli. Kwa sababu sisi kama wananchi wako inatakana ututunze. Sasa unaniambiaje mimi nivue mavazi? Wataona kama mimi nimeharibikiwa mimi. Wale wenzangu kule nyumbani, si wataona kama mimi mwenda wazimu. Na kuanzia sasa, huyu kijana usiwe na wasiwasi, kwa sababu hata ubora tu nipatie tu mtu mwingine mmoja na mimi hiyo itanisaidia. Allah. Mwenyekiti, usinione mimi kuwa mwenda wazimu. Nina akili timamu. Na mimi najua kama fika pombe ni kinyume cha sheria. Kwa hiyo mimi nataka umkamate huyu muweke ndani. Kijana, sio pombe wakati ambapo utauza. Si tupoa. Simeiva. Ndio mwenyekiti. Kama unavyojua. Pombe imeiva. Kwanza leo ukikunywa, utafika kwa nyumba ukiwa salama kabisa. Hiyo kesi yetu tumemaliza. Sawa? Lakini huyu mwenyekiti, nimemalizana na yeye, naenda kuweka ndani ama alipe hiyo deni leo na atoe viatu. Mama, naweza onjeka. Nini? Mimi kama mwenyekiti nitahakikisha ya kwamba hiyo deni lazima alipe leo. Hapana mwenyekiti, hapana. Tusifikie huko. Tusifikie. Nakuomba tu, yani kwa mawazo yako tusifikie huko. Yani hakuna leo kuanguka. Leo unakuja kama wewe vipi kimya na wewe? Amekuambia anahitaji pombe huyu. Wewe nyamaza wewe, unaongea kitu gani wewe? Pesa zangu leo utanipa. Ndio mwenyekiti, kama nilivyokuwa nakuambia, pombe leo imeiva sawa sawa. Sasa huyu naita askari wangu wamweke ndani, alafu tukienda. Mwenyekiti, mbona unapeleka mambo polepole? Hapa hakuna mambo ya polisi. Hapa ni sisi wenyewe tutoe hii mavazi, kisha tujue cha kufanya. Umshughulikie sisi wenyewe. Hakuna mambo na polisi hapa. Lazima unipate hicho. Ndio? Ndio. Asante. Mwenyekiti, naomba. Huyu anauza pombe haramu. Hata wewe akicha kupa hiyo pombe utalewa, utashindwa majukumu yako. Basi usimsikize huyu, usimsikize. Leo maamuzi ni kwako tu. Ukunywe uache, hata ingine ubebe. Huo mtungi moja sio shida kwangu. Mimi nitakupatia pombe. Si unajua tu kawaida wewe. Na huko lazima tuende tutengeneze maneno tukunywe kama kawaida. Allah. Ndio mwenyekiti. Asante. Mwenyekiti. Mama, mwenyekiti. Wewe pia unatumia pombe? Hai. Sasa sikia mwenyekiti, mimi kwenye hiyo hela niko tayari ndakupa 50%. Naomba basi unistiri kweli. Hapo sasa mwenyekiti. Wewe vipi bana? Amekuambia anataka pombe huyu. Atumie vileo. Mwenyekiti, nakuomba usitumie pombe haramu. Wewe enda kununulia hata tuende tutengeneze maneno tukunywe kama mwenyekiti, usikize huyu. Ai pombe tena. Nini? Allah. Kijana, sasa mavazi unaanza kutoa sasa hivi. Namaanisha hizi mavazi hizi avue zote. Kwanza hebu angalia viatu. Mwenyekiti, akivua hizi mavazi, hivi viatu unipatie. Kwa sababu huko kwangu najua kuna jamaa mmoja bwana ananibebea maji. Hana viatu kabisa. Na akipata hizi mwenyekiti, nikipata hizi pombe nitakupatia lita 2 ya bure. Mwenyekiti, mwenyekiti, basi mimi nakuomba nitakupa 90%. Basi naomba usimsikize basi. Toa sasa, harama. Mwenyekiti, mimi nina familia, ngoja nikwambie, mimi nina familia. Na familia ni stiri kwa hili bana. Amka sasa, toa hii. Toa. Hapo sasa. Atoe mavazi bana. Mwenyekiti. Allah. Wakamwacha akiwa paralyzed. Mwenyekiti. Mwenyekiti umeamua kuniweka ndani. Mwenyekiti.
Basi ni stiri basi kwa hili. Usinifanyie hivyo, mimi mtoto wa mwenzio basi. Mwenye Allah. 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 basi naumwa na umbu. Nani huyu anapiga makelele? Basi nimenyamaza, nimetulia basi usinipiga. Sisi tuko katika kiti cha wabarasa wosi wote. Kuja kutupigia hapa kelele. Mwenyekiti basi wewe mtu mzima nielewe basi. Ona, mwenyekiti, unaponifungulia tu hapa, mimi na nyumbani na ng'ombe 2. Ndakupa ng'ombe 2. Alafu ndakupa pia kuna pesa nilikuwa nimeweka kwa ajili ya biashara. Basi nifungulie. Leo utaona moto. Kimya. Kijana, nimekuambia unyamaze na bado unapiga kelele. Mama! Allah. Allah. Jirani! Allah. Jirani toka nje. Allah. Jirani vipi? Mimi sitaki maneno mengi. Nataka uniambie tu kitu moja. Chochote chenye unajua tu chochote kuhusu mke wangu. Ile hali ya anga leo sijui kama tafika salama na mke wangu. Nakutakia safari njema. Mali unaenda huko ukafunguliwa njia, upate pesa tujenge hii nyumba. Unaona hii nyumba inataka kuanguka. Nashukuru mke wangu. Wacha niwahi. Nione Mungu atakavyofungua njia. Labda naweza pata kitu tuje tu at least tu renovate nyumba. Kutuangukia ni hivi karibuni. Mume wangu, najua kila kitu huwa tunategemea Mungu. Si ndio? Na ukitegemea Mungu, kila kitu itakuwa sawa. Hapo sasa ndio nakupendeanga. Mungu wangu. Nashukuru sana kunipatia mwanamke mcha Mungu kama huyu. Yeye nafurahia sana. Nikikuangalia tu hivi nabambika yani. Sijui nitampatia nini Mungu kama shukrani yani. Acha hizo. Hivyo hujatimiza. Nashukuru sana mke wangu. Unajua tu vile nakupenda. Najua mke wangu. Yaani nina bahati sana kukupata wewe. Kwa sababu bila wewe maisha yangu sijui yangekuwa namna gani. Sawa. Nakuombea Mungu ufanikiwe sana. Mungu wangu. Nashukuru sana Mungu wangu kunipatia mwanamke mrembo kama huyu. Sawa mke wangu. Niruhusu tu niondoke. Lakini kabla niondoke nikukumbushe kitu moja. Kumbuka mimi nikitoka, wewe ndio ninayeachia nyumba. Kwa hivyo majukumu yote ni kwako. Nikiondoka, linda nyumba. Naweza ondoka nirudi labda na mgeni hivi. Tusikuje tuaibike. Tupate eti nyumba bado chafu hujatengeneza nini. Majukumu yote ni yako mke wangu. Kwa hivyo wewe endelea kutengeneza, weka usafi ndani. Nikirudi mambo yote yatakuwa shwari. Kama unavyojua, mimi sipendi mambo ya uchafu. Naweka kila kitu itakuwa sawa. Kabisa mke wangu. Sio mke wangu. Sitakuangusha. Sawa mke wangu. Yaani kesho yake wenye walituona tunapanda punda kama gari, kesho tutakuwa na gari yetu tunaendesha. Kwa mpigo mke wangu. Wacha niondoke, niwahi nione kama siku itakavyoenda. Sawa mume wangu. Nakutakia kila laheri kwa safari yako. Nashukuru mke wangu. Niruhusu niondoke. Sawa. Ndio nakupenda. Nakupenda pia mke wangu. Sawa. Hello. Ametoka. We kuja. Si nimekuambia ametoka. Harakisha basi. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour.
Nimefika. Umefika? Lakini mbona umechelewa? Pikipiki ndio ilikuwa inasumbua transport. Sawa. Mimi na wasiwasi. Au usijali. Yeye akienda kazi, anarudi usiku. Ndio maana nakupendana. Lakini si mimi nimekuita. Kwa hivyo ondoa wasiwasi kabisa. Unanifurahisha sana. Twende ndani basi. Tuingie ndani, tujienjoy. Unaona? Sawa, tuingie ndani. Aujourd'hui, Karibu ndani. Vipi jirani? Kulikoni? JB, mimi sio mbea. Ila nikuambie tu. Mke wako anakuchiti. Yaani hapa ndugu yangu, hapo unagongewa. Unajua nini? Mimi kipindi natoka pale kanisani, nilimuona mke wako. Alikuwa na kijibaba fulani hivi. Hivi mimi nikuhakikishie tu, hapa hivi utakuwa unagongewa. Unajue nikiwa pale nyumbani, mimi na mke wangu tuko hivi. Yaani tunapendana mbaya. Sasa hii mambo ambayo unaniambia yote sikuelewi. Alafu kitu kingine, mimi sipendi mambo na vitina, mdomo. Sipendi kabisa. Na mtu yeyote mwenye mdomo akija mbele yangu huwa hatuelewani kabisa. Sasa nikwambie kitu moja. Mimi sipendi mambo na umbea. Na kama wewe ni mtu wa umbea, ukiniona mbele basi gawanya barabara, nenda njia yako niende njia yangu. Sipendi umbea mimi. Kwa hiyo unajiaminia, si ndio? Unajiaminia. Nikuambie kitu moja. Tunapendana sana. Hata hivyo, tunategemea mtoto wetu wa kwanza. Mke wangu ni mjamzito miezi 6. Kwa hivyo acha kuniambia mambo na umbea. Sipendi umbea mimi. Nataka kujua kweli. Wewe si uniambia una nguvu za kiume. Kwa hivyo unanikejeli mimi? Mimi sina nguvu za kiume. Si uniambia una nguvu za kiume. Haya sasa niambie, wewe ujauzito ameupata-pataje? Hapa ni umbane mke wako mpaka akwambie ukweli. Mambo ya kunivunjia nyumba sitaki. Kwa hivyo sawa rafiki yangu. Mimi nikupongeze kwa hilo. Na ukihitaji kitu chochote, mimi nitawasaidia kama msaada, nitakuweko kama jirani yenu. Sasa msikose kunishirikisha. Jirani, fuata mambo yako. Yasiyo kuhusu achana nayo. Yaani mambo ya watu achana nayo kabisa. Sawa. Sitaki kuyaingilia mambo yenu. Nyinyi fanyeni mambo yenu, lakini mkihitaji kitu chochote, jirani nipo hapa, Kakablewa. Acha kuingilia mambo ya watu wengine. Wewe fanya mambo yako tu. Hapana jirani, sio kwamba naingilia familia yako. Ila hapa nilikuwa nimekuletea tu taarifa. Mwanzo nilikuwa najua hauna kopi, hauna taarifa. Yaani hauna gazeti. Ndio maana nilikuwa nakuletea gazeti la asubuhi. Mimi haka umbea wako nenda kaambie watu wengine lakini sio mimi. Sawa, utakuja nikumbuka siku moja. Naitwa Kakablewa. Nging. Unaleta mimi mambo gani hayo? Shenzi kabisa. Kwanza nimekuwa naenda wapi? Umenichanganya akili, shenzi pumbavu mkubwa. Allah. Jirani. Allah. Jirani toka nje. Jirani vipi? Nataka mimi sitaki maneno mengi. Nataka uniambie tu kitu moja. Chochote chenye unajua tu chochote kuhusu mke wangu. Naomba uniambie. Jirani. Hapo utakuwa unakosea. Maana mimi sifahamu kitu chochote. Jirani, niruhusu nikuhadithie kidogo. Mume wangu. Kila mambo si ni ya kuongea tu. Mimi na mke wangu nyumbani tuna simu moja tu. Na hiyo simu huwa nikitumiwa pesa ni mara moja kwa mwezi. Ama mtu tu anitumie hela ambazo najua ni mtu anatuma. Lakini nashangaa siku moja natumiwa shilingi 500. Baada ya siku mbili natumiwa 2000. Baada ya siku moja natumiwa shilingi 500. Baada ya masaa mawili natumiwa 200. Sasa mimi nashangaa hizi hela zinatoka wapi? Eti pesa imekuwa inaingia. Jirani, naomba unisaidie basi.
Ni umshukuru Mungu jirani. Umshukuru Mungu. Jirani, naomba tafadhali niambie tu chochote. Jirani, hapo sasa ndo unakosea. Huyu ni mke wako. Ni wewe ukae na yeye chini, msikilizane, muongee kama familia na kuambie ukweli. Jirani, naomba tu niambie taratibu tu kama unaweza. Naomba tu tafadhali niambie chochote ambacho unajua kuhusu mke wangu. Hapo unakosea. Unajua nini jirani? Mimi siwezi yaingilia mambo yenu ya kifamilia. Wewe uniambie kitu cha kwa, uniambie una nguvu za kiume. Kwa hiyo mimi siwezi yaingilia. Ni wewe ukae chini na mke wako muyamalize. Jirani. Tuachane na hayo kwanza. Sasa hivi haya mambo ni ya kifamilia. Naomba tu unisaidie. Uniambie chochote ambacho unajua. Chochote tu. Wewe ndio mmoja ulikuja ukaniambia. Niachane na mambo yako, niachane na mambo ya familia yako. Hivi mimi na nguvu za 10 mimi niliwaacha jirani, niliwaacha. Sasa nakushangaa sasa hivi unakuja kwangu, unakuja kulia, unapiga magoti nini kama mtoto mdogo. Hapo unanichanganya. Ni wewe ukae chini na mke wako msuluhishe. Hayo ni mambo yenu. No. Mbona unaniaibisha? Naongea na wewe, naongea na huyu. Mume wangu. Kama umeshindwa na majukumu, sema. Nakwambia kaa kimya. Uzuri. Jirani, kama unavyojua, mimi muda wote huwa sikai nyumbani. Niko nje kikazi. Kidogo nimeitwa kule, kidogo kule. Sasa mimi sipo hapa. Muda wote ni wewe unatembea hapa area mzima. Yaani muda wote ni wewe upo nyumbani. Yaani kama unajua tu chochote. Hata kile umeshuhudia tu kwa macho, chochote tu ambacho ambacho umekiona, wewe niambie tu jirani. Hata kama unataka hela mimi nakupatia sasa hivi. Nakupatia hela jirani. Wewe niambie tu chochote ambacho uko nacho. Wewe niambie. Jirani. Mtu anahudumia chake. Allah. Mimba ni ya kwako. Unataka ikuwe ya nani? Kama umefeli, unipe mimi niishi naye. Kwa maana nipo single kabisa. Sijaoa bado. Majukumu umeshindwa. Upo au haupo? Jirani, chuma huliwa na kutu. Cha mtu huliwa na mtu. Hey guys, make sure you subscribe on Bleo TV series. Ni kwamba tumekumbwa na matatizo kidogo, ndio maana series zetu zinachelewa. Ila guys, hakikisheni mna subscribe. Continue supporting us man. Sisi ni vijana wa mtaa kama tulivyo hivi. Tunalego yani hii kazi hii tunaiforce, lakini bwana hamtaki kutupa support. Kwa nini bwana? Naomba tu support. Tunaomba tuendelee, share hii kitu iende worldwide bwana. Jaribu kucomment basi. Comment. Yaani pia comment basi kama video ni mbaya sema kama ni mbaya bana. Ili usikose kutu support. Yaani unajua nini kakaangu? Yaani kitu kwenye Bleo TV series yani ikianguka hivi alafu wafanye hivi wa surprise. Unajua sasa tutakuwa wapi bana? Niambie kama ukishare mtu mmoja. Sasa hizi tungekuwa tumefika 1 ukishare mtu mmoja utapungiwa na nini? Nini bana? Basi tu support. Bwana tupo support hapo kitu, piga subscribe, share, like and comment. Hiyo ndio support ambayo tunahitaji bwana hii. Guys, nawapenda sana kwa mpigo. Tuambie nini? Goodbye. Bye bye. Allah.